Utaratibu ulivyo kwa mteja au mjenzi anahitaji kuona ramani kutoka kwangu mjenzi wa nyumba TZ. Ukifanikiwa kuona muonekano wa nyumba kwenye mitandao ya kijamii ambayo imeandaliwa na mjenzi wa nyumba TZ, kuona ramani yake mpaka utoe advance ya gharama ya ramani unayotaka, ya gharama ya ramani anayokuwa amewekewa. Hiyo ramani atakayokuwa umeiona hapo lazima kuna gharama zake, kwa lazima utoe advance. Hivyo hivyo ukifanikiwa kuona ramani ukaipenda, kuona muonekano wake mpaka uwe umetoa advance ya gharama ya ramani. Mpaka uwe umetoa advance ya gharama ya ramani. Kwenye uandaaji wa ramani mpya, hapa sasa ndio penye changamoto. Kwenye uandaaji wa ramani, kwenye kuchora ramani mpya, kuanza kuandaliwa au kuanza kuchorewa ramani mpaka ukiwa umetoa advance ya gharama ya ramani. Iwapo ukiwa haujapendezwa na ramani au muonekano, hapa kwa mjenzi wa nyumba TZ tunakufanyia marekebisho unaohitaji mpaka kuwa kama vile unavyohitaji. Anafanikiwa kuona ramani pamoja na muonekano bila gharama yeyote ni yule mteja anayekuwa amekutana moja kwa moja na mjenzi wa nyumba TZ. Anakiwa umekutana ana kwa ana. Lakini pia hapo hapo licha kuta kumeona, hatoruhusiwa kupiga picha au kuondoka na kopi bila kutoa advance. Gharama zinategemeana na ukubwa wa uhitaji wa mteja. Gharama zitafautiana na ukubwa wa nyumba na uhitaji wa mteja. Hivyo gharama sio fixed. Unaweza kuwa unahitaji ramani ya vyumba vitatu na mwenzio vyumba vitatu lakini mahitaji tofauti. Hivyo kufanya gharama kutofautiana. Kama unahitaji kujua gharama ya kuandalia ramani yako, unaweza kunifuata inbox. Unaweza kunielezea uhitaji lako. Ukinifuata inbox au kunipigia, ukinielezea uhitaji wako. Baada ya hapo naweza kukueleza ni kiasi gani unahitaji kukuandalia. Lazima utoe kiasi nitakachokuelezea, basi ndipo utakapoweza kuchorewa, kukamilishiwa kazi yako yote kwa mujibu ya makubaliano au mazungumzo tutakayokuwa tumeyazungumza hapo. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Shukran.